Lobby to President on 13th of September when the teachers, 10,000 teachers visited the President at Statehouse, Nairobi. The President did commit that according to the number of teachers, the 25,000 teachers being promoted was just too little given the number of teachers and the kind of outcry that the teachers have had over the years that they stagnate in similar job groups. However, the union is concerned by the slow pace of action on all the other issues. In particular, we were shocked that the Teachers Service Commission had not made any funding request to Parliament for the promotion of 25,000 more teachers during the upcoming supplementary budget, which is due by the end of January 2026. We were also concerned by the Commission's failure to convene the technical committee charged with reviewing the job description for teachers, which is a precondition for the review of the career progression guidelines. The committee, whose CUPET representative is Mr. Paul Maingi, has not met for more than 5 months since its formation. We also expressed dissatisfaction with the Commission's policy guidelines on intern teachers, which we fear may turn teachers into casual workers. The guidelines provide for open-ended internship service without specific timelines for the confirmation of intern teachers into permanent terms. And most regrettably, the Commission blames funding for its failure to convert 20,000 current interns into permanent employment, yet it had not sought such funding from Parliament. We were also pushing that the President give teachers or the teachers be given concessions or priority in the affordable housing. And the President had committed 20% of those houses, wherever they are finished, to accommodate the teachers' interest. And the President also confirmed that 20,000 teachers were also going to be transformed into permanent and pensionable terms by the end of the year. But when we came here, what surprised us is that the Teacher Service Commission, which is supposed to fast-track all these gains that we had with the President, had done very little about it. One key area which required the Teacher Service Commission also to get concurrence was the element of reducing the CBA circle, which was supposed to be paid within 5 years to 2 years. Given that the teachers got marginal increment in terms of pay, between 5% and 26%, we had lobbied President, and the President agreed that the unions were supposed to sit with the Teacher Service Commission. But up to today, the Teacher Service Commission says that they have never gotten this nod from SRC. Jambo la kwanza tumeshughulikia ni lile la kupunguza muda wa kulipa CBA ya walimu kutoka miaka 4 mpaka miaka 2. Na hii tumeambia tume la kuajiri walimu kwamba waweze kuandikia Treasury barua mara moja ili kuweza kuuliza hizi pesa. Waweze pia kuandikia Parliament kupitia katika ile kitengo cha Committee of Education ili hizi pesa ziweze kupatikana tunapoanza mwaka mpya. Ikiwezekana katika supplementary budget ya mwezi wa February, hizi pesa ziwe zinawekwa pale ili walimu waweze kupata nyongeza ya mshahara vile rais aliposema kwamba CBA iweze kulipwa kwa miaka ama miongo 2. Pia tumewaambia waandikie SRC sababu ina dhibiti haya mambo. Jambo la yule PS wa housing Bwana Hinga kwa notice kubwa kwamba aliambiwa na rais kwamba walimu watapewa 20% ya zile manyumba ambazo zinajengwa, na paka wa leo tumemwandikia barua hajaweza kutupatia majibu. Kwa hivyo tunampatia notisi kwamba
ifikapo tarehe 1 mwezi wa Januari awe tayari ametuita kusungumzia hili jambo, sababu ilikuwa ni presidential directive, na aweze kulala kwa kazi yake, wakati yeye mwenyewe alikuwa pale na akasimamishwa, akaambiwa kwamba walimu waweze kupata asilimia ya 20 kwa yale manyumba inajengwa. Tunataka tukae na yeye tujue ni majumba mangapi imejengwa kwa region ya Western, kwa region ya Coast, na vipi tutaanza kuallocate walimu majumba zao. Jambo lingine limekuwa ni la medical cover. Tumewaambia kwamba waendelee kufanya review na monitoring of medical cover tunapo transit kutoka Iron Minute kuingia SHA ambayo iliyoko saizi. Career progression limekuwa ni jambo la maana na limekuwa jambo nzito sana kwa walimu wetu. Na tulipokutana na Rais alisema review ya career progression iweze kufanyika tunapofika bajeti ambayo inakuja, huo ni mwezi wa June mwaka kesho. Na hapo tuna furaha kwamba tumeweza kuafikiana. At least on this one we have agreed that by June career progression iwe imepigwa msasa na kufanyiwa review, ili walimu wasikuwe wana stagnate katika same job group sababu ya career progression. Kwa hiyo mambo ya pension, na hii pia tumeweza kuafikiana. We are very happy on this one sababu pension inachukua muda mrefu sana kabla walimu hawajalipwa. Lakini sisi wenyewe kupitia bunge tulikuwa tumesukuma kiasi ya kwamba Teacher Service Commission iweze kuwa na liaison office and desk pale kwenye treasury katika department ya pensions, ili pension ya walimu iweze kuwa process haraka. Mwalimu anapo retire hivi, mwezi unafuata anapata pension yake, vile tunaona inatendeka katika idara ya jeshi na KDF na idara zingine. Kwa hivyo hii tumeweza afikiana kwamba within the next 30 days Teacher Service Commission ichukue time na iweze kuongea na treasury ili waweze kuwa na desk ya liaison pale katika treasury.